Samia Suluhu, president wa Tanzania, yule ambaye amekalia kiti cha marehemu Magufuli. Kumpafu wewe. Kumpafu wewe. Wewe. Eti sasa umefika mahali wewe unasema ati hakuna Mkenya kukanyaga Tanzania. Mmesahau wa Tanzania wenyewe hapa wanauza kahawa. Viwete. Wengine ni viwete wanaomba. Nyinyi watu wa Tanzania. Mama yangu. Samia Suluhu, umesahau Mtizedi mwenye tunajua mwimbaji mkubwa kama Diamond Platnumz. Yeye ameenda Marekani, ametolea ubikira huko na pididi. Mmesahau hiyo. Alafu mnatuita sisi ni wajinga, ati tumeharibu inji yetu, tunakimbilia. Hiyo ni inji sasa. Tanzania ni inji yenye unaweza tajia watu. Samia Suluhu, wewe. Na uko kwa ndoa ya 3. Wewe, na uko kwa ndoa ya 3. Nani ajui? Sisi si wajinga. Kiti cha marehemu, wacha tuone kura ikipigwa. Tuone vile ambavyo umeanza kushikashika hapa wapinzani wako. Wacha kura ifike, ipigwe, tuone kama utachaguliwa, ndio tuamini kweli uongozi wako ni mzuri. Na ukome wa Kenya. Samia Suluhu, koma. Hakuna inji ya ujinga yenye tunaona kama hiyo Tanzania. Mama Samia, nilikwambia mama. Wa Kenya usicheze nao, bado State House watakuja. Mama nakwambia achana na hawa vijana. Hawa vijana wa Kenya watakuvua suruali asubuhi na mapema. Jamani wa Kenya navulia kofia ndugu zangu. Yaani account ya polisi wa Tanzania inaonajiita sijui X sijui nini, wa Kenya wamepita nayo. Sisi wa Tanzania kuna ile uoga yani tunaka uoga fulani ambao tunako. Sijui ni ile kuogopa askari. Yaani tunaka sehemu fulani tumefungiwaga kimaindi yani hatusijaelewaga ni. Sio kwamba mimi nimetukana mtu basi. Sijatukana. Ila Mkenya ukimsimamisha, ukimwambia oya, ana uwezo wa kuongea anachokitaka. Wao wabishi wanaandamana. Na watu waliochanganyikiwa Pro Max. Ni hawaogopi kitu. Unajua ilibaki kidogo tuteremke huko nikasikia hata hawana parliament, wako na kitu inaitwa Ikulu. Na hiyo Ikulu inalindwa na Masai. Sasa Ikulu jamani, Ikulu ni kitu ya kukataza mtu kukuja kuingia tu kwa Ikulu. Na hata nikasikia hiyo Ikulu hata wapiki. Sasa hata tukienda huko tukaivunja tuingie hatutakula. Unaona ile yetu at least tulivunja tukapata biriani, tukapata matoke, tukapata vitu mingi. Lakini sasa hiyo yao tunapata tu buibui vitu. Ati katiba sasa yao imeandika na Kiswahili jamani. Ati lengo la chapter kuna wajinga wawili jana walisema ati watadili na wa Kenya. Sasa niwaulize Diamond na nani? Na anaitwa huyu mwingine nani? Huyu mwenye aliwacha na bibi huyu. Harmonize. Hii mnaweza dili na wa Kenya kweli? Kama William Samuel ndo tumeshinda. Sasa nyinyi mtatufanya nini? Mimi nataka niambie Harmonize, kwanza wewe una bibi. Sisi watu wengine watu wenyewe wana bibi. Wewe umeoa mama mzee. Mtu ako na 45 years, wewe uko na 27 years. Unaoa mwenye sirika yako. Umeoa shosho yako. Alafu nakuja unatuambia utadili na wa Kenya. Wewe kwanza ndio mtengeleze Tanzania. Nataka niambie Diamond amelala na kila mtu. Amelala na kila mtu, amelala na shosho, amelala hadi na maiti. Alafu nakuja kutuambia anatutishia. Diamond, kwanza tafuta bibi mwenye unaishi na acha kugonga tu. Sasa unapata hiyo unagonga unawacha. Unagonga hiyo unawacha. Wacha kugonga, acha mambo ya rubber stamp. Tuanze vurugu kama Wakenya. Wakenya wamebomoa nchi yao yote, wameimaliza na makombora na mamishare. Halafu leo wako mezani. Mnaanza tena kujenga magorofa. Hatuachi uchaguzi. Hamna kutupa gwanda. Mimi nataka nawaambia you know the difference between us and our neighbors is that Kenya is in the middle income category. Our neighbors, Tanzania, Uganda, and all the other neighbors are in the least developed countries. Tanzania wote ambao wanaleta usumbufu katika nchi yetu waweze kurudi kwao. Jambo lingine, viwete ambao wamekuwa wakitapakaa kwenye barabara zetu za Kenya wanasemekana kutoka nchi ya Tanzania. Kwa mara moja waweze kusafirishwa warudi nchini kwao Tanzania. Kufuatia kukosa nidhamu kwa mama Suluhu amekosa nidhamu
Kwa hivyo ukikutana na mwanamke yeyote wa Tanzania, hasa wanajulikana sana kwa kujipaka na rangi yao kuwa ni nyeupe ya sana ya kupitiliza, ngozi yenye mfano wa nguruwe. Ukikutana na mwanamke kama huyo, kwa haraka asafirishwe, arudishwe nchini kwao Tanzania. Sisi wa Tanzania tunawatuma mabondia. Mfaume mkiona katua hapo. Mfaume akitua Kenya. Akitua Kenya kavaa zile gadi, akavaa na pens, mfaume. Yana anapiga wote, maskari, wanajeshi, raia wote mnakufa. Yule anakwepa risasi. Mkono mmoja wa mfaume ni sawa sana mabondia wote wa kidunia. Mkono mmoja wa Wandonga mtu kazi ile ni nyundo. Sisi tunatumia mabondia, wanakuja kuwaua wote kacha. Kule deki zake. Kamdomo katawaponza kamdomo. Wakenya, last warning. Mwacheni kutishia Tanzania. Suluhu anajua Kenya anafanya. Martha Karua kurudishwa huku Kenya na wale wanaharakati, Suluhu anajua ni kwa nini. Hataki vurugu. Na nyinyi wa Kenya hapa kwa mitandao, mwache kutishia Tanzania. Ati mkisema mnajua sisi ni kina nani. Kwani Kenya nyinyi ni kina nani? Nyinyi Kenya kitu ya kwanza mko na nuclear. Hamna nuclear. Mnatishia nje ya Tanzania mkisema nini? Suluhu warudishe wote ambao wanaleta ujinga ndani ya nchi yako, warudishe wote. Kwani Kenya ndio kusema? Wewe Mama Suluhu Hassan, standard 8 ile ya Tanzania ulipata maxi 80. Mimi nimepata 277. Nimekupika. Don't lecture Kenyan. Sisi ni watu werevu. Usituone tumenyamaza ufikirie sisi ni wajinga. Tanzania ndi inaongoza kwa mambo ya ushogazimu. Tanzania, ukitaka kujua watu wa mashoga, wale watu wajaoa Tanzania. Waimbaji wa Tanzania wote, hakuna mtu ako na bibi. Diamond, bibi yake ni Pididi. Na Pididi alifungwa kwa sababu ya hiyo tabia. Wewe Suluhu Hassan umechukua Diamond ndiye anakuchapia ngoma yako kwa kampeni. Ati tunamleta Mama Suluhu, tunamleta. Kumbafu wewe. Wewe ni shoga, umepanuliwa nyuma. Mama Suluhu Hassan, leave you alone, Kenya. Try to speak about Kenya. You are going to see. Hata hii imekupita tu kizungu. Jaribu Kenya tena, utaona ile kitu jaiona. Hii kizungu yenye naongea hapa Mama Suluhu Hassan, you cannot understand. You are a Sulolana. Ala? Kenya tuko sawa in education. Ukitaka madaktari wale wamehitimu Kenya. Saa hii wale madaktari wanafanya kazi Germany, Europe, kule South Africa na Nigeria kule, wanatoka hapa Kenya. Ukitaka wale maloya wamebobea East and Africa, Kenya. Sasa wewe Mama Suluhu Hassan ama wa Tanzania mnajipiga na Kiswahili, mnatushindia tu Kiswahili. Na Kiswahili utaenda kuongea najua bado ni Kiswahili. Kwanza ningekuwa Mama Suluhu, ningeweka hawa viboko mbili siku mbili. Kama hawa ndio rudi nyumbani wakiwa na heshima. Hii kimbelembelezi ya Kenya na freedom na demokrasia tuko nayo. Fanyeni tu hapa, lakini msigane tusapeleka hapa kwingine hapa nje. So hii kelele yote mnapiga, kwanza watu walihurumia tu kwa sababu ni marafiki yetu. Ingekuwa tu hawatujui, hiyo ujuaji mko nayo. Sasa mnajifanya tunataka kwenda kufanya kesi Tanzania. Si umemaliza kesi hapa, hii makoti yetu hapa. Hiyo ujuaji yetu ya Kenya hii iishie tu hapa Kenya. Kama ningekuwa Mama Suluhu, lakini Mama Suluhu chonjo kabisa. Waikuja next time, make sure wanakula marago. Wajue hii ujuaji ya Kenya huwezi peleka kwa nchi nyingine. Ungeweka viboko hawa. Mimi nakwambia yani kukuwa Mkenya iko na aura fulani mtu wangu. Yani unasikia tu wewe ni Mkenya yani. Unasikia kama hii dunia unaweza igeuza, unaona? Nikipata nimezaliwa sijui Timbuktu ningeja ngori. Unasema nini? Nimesoma comment ingine buda nimecheka ati wale wanyama wa Masai Mara ni majenzi. Wanaenda hadi Serengeti. Wanapiga hawa wanyama wa Serengeti mechi wanazisambaratisha mtu wangu. Wanaziacha na ball.
alafu wanarudi Kenya. Sasa hawa nyama wa Serengeti wanabaki single animals.